Hadi kufikia hapa tumekuwa tukibadilisha text, content, data katika hizo video zilizopita. Tuliona kupitia JavaScript tuna uwezo wa kufanya vitu hivyo na tulijifunza kwa pamoja. Lakini sasa nataka leo tupige hatua nyingine muhimu sana. Tukabadilishe muonekano wa web page zetu live kabisa kupitia katika JavaScript. Na hiki ambacho tunakwenda kukifanya ndiko ambacho kitafanya page yako mfano kuchukua dark mode, kuwepo na animations mbalimbali, color kubadilika, kufanya interactive hiyo user interface yako. Ni vitu ambavyo vitakwenda kufanyika katika kile ambacho tutajifunza leo, utakuwa na uwezo wa kuvifanya na wewe. Kwenye video iliyopita tulijifunza selecting DOM element, tukaona jinsi gani ambavyo tunaweza ku-access element zetu kwenye HTML file yetu na kufanya nazo kazi kwa kupitia method kama getElementById tuliyojifunza, query selector na query selector all. Tukaona tofauti wake wa hii method ya query selector na query selector all kwenye video iliyopita tu hapo. Sasa leo tutakwenda ku manipulate style dynamically. Na kimaanisha nini? Utakwenda kujifunza vitu mbalimbali ambavyo hatukuweza kujifunza huko nyuma. Tutakwenda kuangalia properties ya style inavyofanya kazi na nguvu yake katika kuchange style ya page zetu kupitia katika JavaScript na sio CSS. Lakini vile vile tutakwenda kuona namna gani ya kubadilisha color ya element zetu, content zetu, kuweka font size, kubadili ukubwa wa maandishi, kubadili background ya page yetu, kufanya page yetu kuwa dynamic, lakini vile vile kuweka interactivity. Sasa wacha tuende moja kwa moja katika faili ya index.html. Tupo na heading yetu ya kwanza, heading 1, na tuko na button mbili. Heading 1 tumeipa ID ya title na tukaweka content humu ndani JavaScript styling. Lakini button mbili hizi, button ya kwanza ID yake tumeita kama ni color btn na tukaandika tu change color content yetu ndani ya button yetu itakao display, na button ya pili ID yake tumeita kama ni size btn, ambapo hii tutakwenda kuitumia ku increase maandishi yetu, ukubwa wa heading 1 yetu. Na ukiangalia katika browser tayari inaonekana hii hapa. Sasa hivi button zetu hazifanyi kazi yoyote kwa sababu bado hatujaweka script zozote zile. Sasa tuje katika JavaScript file yetu, na hapa katika JavaScript file yetu jambo la kwanza kabisa tumefahamishana jinsi ya kuselect, kuaccess element zetu huku. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi nitahakikisha natengeneza variable ambazo zitanipeleka moja kwa moja katika kuaccess hizi element zetu hapa. Kwa hiyo let ya kwanza title, ambayo hii itakuwa ni sawasawa document.get element by id, then nitaweka jina la id yangu ya element ambayo nahitaji kuiaccess, ambayo itahifadhiwa katika variable hii ya title. Variable hii ya title maana yake tayari inabeba hii element ya heading 1. Kwa tayari tunapohitaji kuifikia heading 1 ni kutumia tu hii variable ya title. So hapa baada ya hapo, na hizi button mbili pia tukazi access tuzifikie moja kwa moja. So let nayo tutengenezee variable, so color btn sawa na document get element by id, color btn id yetu, na hii size btn hivyo hivyo tayari. Kwa hiyo hapa tumeshafikia element zetu kwenye file yetu hapa, na zote zinakuwa represented ama zimeshikiliwa na hizi variable tulizozitengeneza. Kwa hiyo haina haja tena kuandika sisi kitu kama hichi, just tu kwa kutumia variable zetu hizi tayari tumemaliza. Baada ya hapo sasa tuingie na tuweze kufahamishana baadhi ya vitu ambavyo hatukuwahi kuvigusia huko nyuma. Katika kila DOM element, nikisema DOM element katika ile DOM tree yetu kwenye element zetu ambazo ni hizi, kwa huku kwenye HTML file yetu unaziona hivi, lakini niliongea katika video iliyopita kwamba hizi katika browser zinajulikana kama ni element object, okay? So katika hizi DOM element zetu kila moja huwa ina property ambayo inaitwa style. Nataka uzingatie hilo. Kwa hiyo kipi nakimaanisha? Unapoandika mfano console.log alafu humu ndani ukaweka title. Title kumbuka hii ni element yetu heading 1. Then ukaweka .style. Nimesema kila DOM element ina properties ya style. Angalia kile ambacho katika console tunakiona. So nikiinspect huko katika browser console, unaona kile ambacho kimetokeza hapa CSS style declaration, na ukiangalia ina data na method nyingi sana hii style, na kama hivi ambavyo unaona. Kwa hiyo kumbe heading 1 hii ambayo unaiona hapa ndani yake imebeba style mbalimbali tofauti ambazo unaweza kufanya nazo kazi katika JavaScript. So unaona hizi zipo nyingi sana. Ukishusha huku unaona, na hizi kila moja unakuta zinafanya kazi tofauti yani. Kwa acha tuweze kuona sasa kwa vitendo namna gani ambavyo tunaweza kuzitumia. Na hii .style ndio control panel ya CSS kupitia JavaScript. Kwa kama unahitaji kubadilisha style yako pengine ya maandishi yako ukiwa katika JavaScript, kikitokea kitu fulani basi maandishi pengine yabadilike rangi ama yafanye ku move, unaweza kufanya huko katika JavaScript na uka access moja kwa moja hiyo style ya hiyo element yako. Sasa
wacha tuonyeshane namna gani ya kuchange color ya maandishi yetu. Hii heading 1 yetu sasa hivi ni nyeusi, tunataka tubadilishe color. Vipi unaweza kufanya hivyo? Kwanza tunahitaji mtu akibonyeza hii button ya change color ambayo kwa sasa haifanyi kazi, basi ifanye kazi. Na kazi gani ifanye? Ibadilishe rangi ya haya maandishi, pengine yawe rangi nyekundu. So hapa mimi nitakachokifanya, kama nataka button niipe sasa uwezo itakapobonyezwa iweze kufanya kitu fulani, nitatengeneza hapa color btn variable dot on click, manake ikibonyezwa tu button hii on click, basi function hii iitwe. Function yenyewe inafanya nini? Inakwenda kubadilisha rangi ya maandishi. Kwa unaona hapa tumeweka title ambayo hii itatufikisha kwenye haya maandishi yetu tunataka yabadilishwe rangi. Dot style tunakwenda kudeal na style ya haya maandishi, na style ambayo tunadeal nayo sasa ni rangi, color, dot color, ambayo tunawabadilisha kuwa rangi nyekundu ama tunaweka rangi nyekundu. So hapa sasa hivi nikirefresh kwenye browser yangu, nikiclick, nikibonyeza button hii ya change color, umeona maandishi yamekuwa rangi nyekundu ya hii heading 1 yetu hapa. Very simple. Ukifahamu tu kuhusiana na hii dot style, properties hii na vitu ambavyo ipo navyo, kama vile ambavyo unafanya navyo kazi katika CSS kule unapojaribu kubadilisha baadhi ya vitu kwenye elementi zako za HTML, basi huku pia unaweza kufanya katika JavaScript, lakini itakuhitaji uanze na hii dot style kisha uandike sasa unataka kuweka style gani kwenye hiyo element yako, kama color, ama unataka kuweka iwe aligned sehemu fulani, ama iwe na background, unaweza kufanya hivyo. So hivi ndivyo ambavyo unaweza kuchange text color. Ukibonyeza tu color hapa katika button, ina call function hii ambayo ndani yake tumeiamuru kwamba maandishi haya ya heading 1 yabadilike rangi na yawekwe rangi nyekundu. Sasa kuna kitu cha umuhimu cha kuzingatia katika uandishi wa hizi properties, lakini nitakwambia hapo muda so mrefu. Acha kwanza tuipe nayo uwezo hii button ya pili, itakapobonyezwa size ya maandishi yetu ya heading 1 yabadilike. Kama kawaida, kama tulivyofanya hii ya juu na chini, tutafanya hivyo hivyo. Size btn, button hii ya increase size, itakapobonyezwa function hii iitwe. Function hii inafanya nini? Inakwenda kuongeza size ya maandishi yetu. Kwa hiyo hapa tunatumia font size, title.style.font size sawa sawa na mfano 40. Kwa hapa sasa hivi nikiklik hapa increase size, ime increase size ya maandishi yetu ya heading 1. Change color, ime change color. Naweza hapa nikaongeza size ili uweze kuona kabisa pixel 100. Nikija hapa nikirefresh, change color, na change color kwanza. Increase size, button yetu ime increase size. Maandishi yetu heading 1 yamekuwa makubwa, yamechukua pixel 100 ambayo tumeseti huku. Kwa unaona hii font size, color, hizi ni properties ambazo tunazitumia katika CSS kubadilisha, kuzistyle zile HTML elementi zetu. Lakini pia hata katika JavaScript kumbe tunaona tuna uwezo wa kufanya vitu hivyo kwa kupitia hii properties ya style. Kwa lazima uanze na dot style, then kinachofuata huku ndio hiyo properties ambayo unahitaji kuipa hiyo element yako ambayo umeichagua hapo. Kwa kuna kitu kimoja nimekwambia muhimu kukielewa, kitu chenyewe ni uandishi. Katika CSS tumezoea kule hizi properties zetu tunakuwa tunaandika, mfano hii font size tunaandika font dash size, alafu tunaweka hapa colon, tunaweka mfano size yetu 100. Katika CSS tunafanya kitu kama hichi, lakini ukiangalia hapa katika JavaScript uandishi kwa tofauti kidogo. Katika JavaScript hatuweki hyphen, tunaunganisha tu mfano font na neno linalofuata linaanza na herufi kubwa, kwa font size, then tukaweka hapo sawa sawa na pixel 100. Kwa huku natakiwa ufahamu hivyo. Hyphen haiwezi kutumika katika JavaScript properties name. Tunatumia camel case. Camel case ni hii, unaanza na herufi ndogo neno la kwanza, kama hiyo properties ina maneno mawili, alafu unaanza na herufi kubwa neno la pili. Natumai tunafahamu kuhusu uandishi huo wa camel case. Kwa hiyo result ambayo tunaipata hapa ni hiyo. Ukibonyeza change color ita change color, ukibonyeza increase size ita increase size ya maandishi yetu. Ni vitu vidogo vidogo ambavyo tunajifunza, lakini hivi vidogo ukiviunganisha basi ndivyo ambavyo vinajenga hiyo project kubwa ambayo unaiona sasa. Pengine umekuwa ukitembelea web application mbalimbali, ama we mwenyewe una idea yako ya site ambayo unahitaji kuitengeneza. Ni vitu vidogo lakini vinakupa concept ya kile ambacho unaweza ukakifanya na kutengeneza project kubwa. Sasa wacha tuangalie namna gani ya kuchange background ya page yetu. Simple tu nayo. Katika video iliyopita tulipokuwa tunaongelea kuhusu DOM tree, tuliona inaanza document, inakuja head, inakuja body, inakuja vilivyomo ndani ya body. Tuliweza kuona tree yetu ile katika DOM inavyoonekana. Sasa kama unataka kubadilisha background color ya page yako, maana yake ni kwamba unaweza tu kuandika document .body.style.background color sawa sawa na mfano light blue. Unaona page yangu imechukua color hiyo ya light blue.
kwa sababu hii body ndio ambayo imekusanya vitu vyote humu ndani na ndio hii page yetu nyeupe ambayo tunakuwa nayo. Kwa hiyo hii rangi imeenda kuweka katika page nzima kama hivi ambavyo tunaona. Body ndio ambayo imekusanya kila kitu na ndio ile sehemu nyeupe ambayo huwa tunaiona kwenye page yetu. Kwa hiyo tulipokuja kutumia document.body kama tree yetu inavyosema katika DOM tree yetu ile, tayari tukawa na uwezo wa kuaccess hii style na tukaweka background color. Kule katika CSS hapa ilitakiwa iwe background color alafu C iwe ndogo. Lakini huku huwezi kuandika hivyo. Huku unaandika C kubwa na pia hautumii hyphen katika JavaScript unapojaribu kufanya kazi na hizi properties za style. Then naweka mfano light blue ama tunaweza kuweka hapa mfano black. Umeona? Sasa kumbe tuna uwezo wa kutengeneza button ambayo mtu anaweza akabonyeza, pengine anataka iwe na black mode, dark mode, akabonyeza hiyo button na page zake zikachange kuwa dark mode. Tunaweza kuseti hivyo na ndio vitu ambavyo vinafanyika, wewe unatumia tu pengine bila kujua the way ambavyo hivi vitu vinavyofanya kazi, vinavyoandikwa nyuma pazia huko. So style.color, wacha tubadilishe tuweke white hapa mfano. Umeona? Maandishi yetu katika heading 1 change color yatakuwa meupe, yataonekana kama hivi. Yeah, very simple. Natumai unaanza kupata picha na concept mbalimbali juu ya hivi vitu vinavyofanya kazi. So document.body ni object ya body. Kwa hiyo tunaweza kustyle page nzima kama hivi ambavyo tumeona. Sasa unaweza kutumia button moja ukafanya multiple style. Pengine hizi style zote tulizofanya tukaweka katika button moja. Yeah, possible, unaweza kufanya hivyo. Kwa mfano, let's say katika hii color btn on click, itakapobonyezwa button hii ya change color, tunataka vitu kadhaa viweze kufanyika. Kwanza change color kuja katika white. Alafu wacha tuweke properties nyingine hapa, mfano title.style, let's say background color iwe ni let's say green. Then pia tuwe na properties nyingine hapa, let's say title tuweke padding. Okay, .style.padding tuweke 20 pixel. Hii wacha tuondoe hii black. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi nikiklik hii change color, kitakachokwenda kufanyika, hii rangi yetu nyeusi ya maandishi yetu heading 1 yatabadilika, yatakuwa meupe, na background color ya haya maandishi yetu heading 1 itakuwa green, then padding itakuwa 20 pixel. Kwa mfano nikiklik hapa, umeona imechukua background color kijani, maandishi yamebadilika yamekuwa meupe, na padding unaona space mwachano baina ya box yetu hii ya heading 1 baina ya maneno na hizi kuta kama unavyoona. Ukiondoa padding hapo utaona hii background kijani hata haionekani vizuri. Angalia, umeona kama imeshikana na maandishi. Kwa padding inasaidia kuweza kuweka space maandishi yapate kupumua vizuri. So change color, umeona. So ni vitu ambavyo vidogo vidogo, lakini ndivyo ambavyo utajifunza taratibu, na utakapovijua utajenga hivyo vitu vikubwa ambavyo unahitaji kujenga project mbalimbali ambazo unatamani kuzitengeneza utakapokuwa unajua vitu kama hivi vidogo vidogo. So sina la ziada mimi. Huu ndio msingi ambao tumeupitia leo, ndio msingi wa hizo dark mode unazoziona kwenye web application mbalimbali. Theme switching zinazofanyika, hover effect unavyoona zinafanyika kwenye web application tofauti tofauti, watu wanatengeneza animation. Ni vitu ambavyo vinafanywa kama hivi ambavyo leo tumejifunza. Epuka sana makosa ambayo wengi wamekuwa wakiyafanya kwa kuweza kuweka hyphen katika hizi properties. Narudia tena, nimeshakwambia huko katika JavaScript hatuweki hyphen, tunatumia camel case. Kwa kumbuka hilo. Lakini pia kosa jingine ni kutumia mfano hii properties ya background color ama padding bila ya kuandika hii .style. Huko katika JavaScript lazima uandike .style. Usipoandika hii ukaandika tu title mfano .color, haitofanya kazi. Kwa jaribu huko kufanya, tengeneza button mpya iwe ya 3, alafu button hiyo iite pengine dark mode. Akibonyeza tu user button hiyo, basi hiyo page ibadilike, ichukue rangi nyeusi iwe dark, alafu maandishi yote katika hiyo page yawe rangi nyeupe. Unaweza kufanya hivyo, jaribu, na kama utafanikiwa niambie katika sehemu ya comment umeweza kufanikiwa, na kama haukuweza kufanikiwa vile vile niambie, tutakuja kufanya kwa pamoja. So JavaScript inaweza kubadilisha CSS live kupitia hii .style kama tulivyoona, na nategemea umejifunza kitu kipya leo. So video itakayofuata tutakuja kuangalia kitu muhimu sana, usiweze kupitwa na video hiyo. Tuendelee kwa pamoja na tujifunze kwa pamoja taratibu. Najua kila mmoja wetu hapa leo ameondoka na kitu ambacho pengine mwanzoni hakuwa anakielewa.